Vidonge vya uzazi wa mpango. Kwenye video hii nitakueleza kwa undani sana kuhusu vidonge hivi vya uzazi wa mpango. Nitakwambia jinsi ambavyo vinafanya kazi, nitakwambia faida zake, nitakwambia mambo ya kuzingatia ili usije ukajikuta unapata madhara au unapata ujauzito huku unatumia vidonge hivi. Lakini pia nitakwambia kwa undani madhara au athari ambazo unazozipata kwa kutumia vidonge hivi vya uzazi wa mpango. Kwa hiyo kaa chini uangalie video hii mwanzo hadi mwisho kabla haujaamua kuanza kutumia vidonge hivi, ili ujue, je, wewe unafaa kutumia vidonge hivi au haufai kutumia vidonge hivi, na uweze kutafuta njia nyingine ya uzazi wa mpango ambayo itakuwa nzuri kwa ajili yako, kwa sababu wengi wamejikuta wanapata madhara au wanapata ujauzito huku wakiendelea kutumia vidonge hivi. Na ili wewe usiwe mmoja wa watu ambao wanajikuta wamepata changamoto za kupata madhara yanayotokana na vidonge hivi au wanashika ujauzito huku wanaendelea kumeza vidonge hivi, basi video hii ni kwa ajili yako. Vidonge vya uzazi wa mpango ni dawa ambazo zinaweka homoni kwenye mwili wako, na vidonge hivi vilivyotengenezwa vinakuwa na aina mbili. Vipo ambavyo vinakuwa na homoni au dawa ya aina moja, yaani progesterone, ambazo huwa tunashauri sana atumie mama anayenyonyesha. Lakini pia vipo ambavyo vinakuwa na dawa za aina mbili, yaani ndani yake kunakuwa na homoni ya progesterone lakini pia homoni ya estrogen, na hizi zinakuwa ni nzuri zaidi kwa mtu ambaye hanyonyeshi. Vidonge hivi vinafanya kazi kwa namna tatu tofauti na sindano ambazo zinafanya kazi kwa namna mbili. Namna ya kwanza, vidonge hivi vinazuia yai la mwanamke lisiweze kupevuka, yai lisiweze kukomaa, na kwa kufanya hivyo basi hakuna yai ambalo litatoka kwenye ovary, sehemu ambapo linatengenezwa, na kushuka kwenye tubes ambazo sasa urutubishaji au mbegu ya mwanaume na mwanamke hukutana kwa lengo la kutengeneza ujauzito. Lakini namna ya pili, vidonge hivi vinafanya kazi kama sindano, vinaongeza ule uzito wa ute wa kwenye shingo ya kizazi, kiasi kwamba mwanaume akishamwaga mbegu zake inakuwa ngumu kwa zile mbegu kuogelea kulitafuta yai la mwanamke endapo litakuwa limeinguliwa. Lakini namna ya tatu, vinafanya kazi ya kuzuia ule ukuta ambao huwa unatumiwa na yai kujipandikiza baada ya kuwa limerutubishwa. Kwa hiyo ule ukuta unakuwa mwembamba kiasi kwamba yai linapokuja kujipandikiza linakuja kukosa nafasi ya kujipandikiza, hivyo linatoka kama sehemu ya hedhi. Tuziangazie faida kuu za kutumia vidonge vya uzazi wa mpango. Faida namba moja ni kuzuia mimba kwa asilimia kubwa. Inaweza kuzuia mimba kwa 90%. Yaani kama ukichukua wanawake 100 ukawapa vidonge vya uzazi wa mpango na wakawa wanashiriki tendo la ndoa bila kinga, basi kati yao zaidi ya wanawake 90 hawatashika ujauzito, na chini ya watu 10 ndio wanaweza kupata changamoto wakashika ujauzito. Faida ya pili ni ule udhibiti wa kupanga uzazi, kwamba kwa sababu vidonge hivi unatakiwa vimeze kila siku, kipindi ambacho utakuwa hauhitaji kuzuia mimba au utakuwa unahitaji mtoto, basi unaweza ukaacha mara moja na ukashika ujauzito ndani ya muda mfupi sana, tofauti na sindano ambazo ukishachoma inakubidi uendelee kusubiri mpaka zile dawa za sindano ziweze kuisha kabisa kwenye mwili wako. Faida ya tatu ni kupunguza maumivu wakati wa hedhi. Kama wewe ni mwanamke ambaye huwa unapata maumivu makali wakati wa hedhi, basi vidonge hivi ukishavitumia, pamoja na kwamba vitakusaidia kuzuia mimba, basi vitakusaidia pia kupunguza maumivu wakati wa hedhi. Faida ya nne ni kupunguza uwezekano wa wewe kupata baadhi ya saratani, hasa saratani ambazo zinahusisha mfumo wa uzazi kama saratani ya mlango wa kizazi na saratani ya mfuko wa kizazi. Vidonge hivi kwa sababu vinaweza kuleta balance kwenye homoni zako za uzazi, basi vinaweza kukusaidia pia ukaepukana na saratani kama hizo. Faida nyingine ni kwamba vinasaidia sana katika kuondoa chunusi kwa wanawake ambao huwa wana chunusi nyingi. Yaani kama wewe ni mwanamke ambaye usoni una chunusi nyingi, basi njia yako ya kupanga uzazi, jaribu vidonge, kwa sababu vitakusaidia sana kuondoa chunusi kwenye mwili wako. Pamoja na faida hizo, lakini cha kukumbuka ni kwamba unatakiwa uvimeze kila siku. Siku ambayo hautameza vidonge hivi,
na ukishiriki tendo, basi uwezekano wa kushika mimba unakuwa umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Tuangazie athari au madhara ambayo unaweza kuyapata endapo utatumia vidonge vya uzazi wa mpango. Namba moja ni mabadiliko ya uzito. Kama unatumia vidonge vya uzazi wa mpango, jua kwamba kuna uwezekano mkubwa wa uzito wako ukabadilika. Kama ulikuwa na uzito mdogo, basi unaweza ukajikuta unakuwa na uzito mkubwa kupita kiasi, au ulikuwa na uzito mkubwa ukajikuta unapungua kupita kiasi. Hii inatokana na mabadiliko ya homoni ambazo zinakuwepo kwenye mwili wako, lakini pia zinazoingizwa na vidonge hivi vya uzazi wa mpango. Namba mbili ni maumivu makali wakati wa hedhi. Baadhi ya wanawake wameripoti kwamba wanakuwa wanapata maumivu makali sana wakati wa hedhi pale ambapo wanakuwa wametumia vidonge vya uzazi wa mpango. Namba tatu ni mabadiliko ya mzunguko wako wa hedhi. Unaweza ukajikuta unakuwa unapata hedhi nzito sana au hedhi kidogo kupita kiasi, au usipate kabisa hedhi kutokana na vidonge hivi, kwa sababu vidonge hivi kama nilivyokuambia vinaingiza homoni kwenye mwili wako, homoni ambayo itaenda kubadilisha kabisa ule uwiano wa homoni kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapotumia vidonge hivi, jua kwamba hedhi yako lazima kuna namna itaweza kubadilika. Namba nne ni mabadiliko ya hisia. Vidonge hivi vya uzazi wa mpango vina namna ya kupunguza uwezekano wa wewe kupata hisia za tendo la ndoa. Sio kwamba zinaondoa kabisa, zinapunguza. Kwa hivyo wanawake wengi ambao wanatumia vidonge hivi vya uzazi wa mpango huwa wanajikuta hisia za tendo la ndoa zinakuwa zinapungua, na hii inakuwa kero au changamoto sana, hasa kwa wale ambao wako kwenye ndoa. Namba tano ni maumivu ya kichwa. Unaweza ukajikuta unapata maumivu makali sana ya kichwa ambayo yanakuwa hayaponi hata kama ukitumia dawa za kupunguza maumivu. Kwa hivyo jua kwamba maumivu hayo yanasababishwa na vidonge hivi vya uzazi wa mpango. Mambo ya msingi kabisa ya kuzingatia unapotumia vidonge hivi vya uzazi wa mpango, kwanza ujue uwiano wako wa homoni upoje, kwa sababu tunasema kwamba vidonge hivi vinaingiza homoni kwenye mwili wako. Kwa lazima ujue balance ya homoni zako zikoje kabla haujaingiza homoni zingine kwenye mwili wako. Lakini namba mbili, usije ukasahau kumeza vidonge hivi hata siku moja, kwa sababu siku hiyo hiyo moja utakayosahau kuvimeza inaweza ikakukosti maisha yako na ukapata ujauzito. Lakini pia ukumbuke kwamba vidonge hivi havikukingi dhidi ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo unapokuwa unatumia vidonge hivi, jitahidi pia utumie kinga kuzuia magonjwa ya zinaa. Pitia kwenye channel, angalia video zingine kuhusu njia za uzazi wa mpango ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Afya yako, elimika.